Asalamu alaykum. Pole kwa majukumu. Unaona nisome na wewe hapa nikujulie japo hali yako. Samahani lakini kwa kupoteza muda wako. Dada Amina, unajua wewe ni miongoni mwa wasichana wengi wanaotazamiwa hapa katika kijiji chetu. Lakini sasa kuna baadhi ya vitu naweza nikakuelekeza, sio kwamba nakuhukumu, lakini ni kwa sababu ya thamani yako ulionayo. Jitazame kuanzia juu mpaka chini. Hivi unahisi labda watu wanasema vitu gani juu yako labda? Anyway, nisio mwongeaji sana kwa sababu unajua na haraka zako hata pia na majukumu ambayo yanasubiria. Ila ningeomba jambo moja. Tusiangalie leo hii tukasahau kesho zetu. Hebu angalia ni wangapi wanatuzunguka na kutegemea sisi. Ala amekataza baadhi ya vitu na amesema kwamba ngao kuwe mwanamke ni nidhamu na kujihifadhi. Ila sio maana tu hukumu, ila tunijaribu kukumbushana, maana kwa kuwa ala bado anatujalia uhai, hamna budi kukumbushana aliyo mema. Kumekucha. Hivi wewe, nimetoka zangu huko jua limeniukia. Nimefika hapa umenisimamisha. Tena kwa heshima, nimesimama kukusikiliza. Hiko ndo ulichotaka kuniambia? Wewe unajielewa kweli wewe? Unajielewa? Astaghfirullah. Jua dadangu, naamini siku moja utaelewa nilikuwa namaanisha nini. Ila mimi nachoomba ala akufanyie wepesi na aweze kukuonesha njia iliyo sahihi. Ni hilo tu dadangu. Leo kweli unanisimamisha hapa na kuniambia wewe kama nani? Wewe babangu, wewe mamangu, wewe nani yangu yani? Kwa nini usizae kwako kawaelekeza haya na wakakufuata? Lazima mimi unavaa wewe, mimi ndugu yako, mimi dada yako au mtoto wako? Kwa nini mnafikiria maisha ya watu? Yaani watu kama nyinyi wanafiki sana, kujifanya ushehe sijui nini nini. Ujinga mmoja wewe. Jamani, tap ni cha live tumaliko tupande tatafunga. Kuna umekaa kichwa wazi. Mwezi wa Ramadhani huu unataka ujistiri afya yangu. Eti nijistiri? Kwani hapa niko uchi au vipi? Nataka ujitande. Njitande nini? Baibui au nini? Kike wewe unataka ujistiri afya yangu, mimi nakwambia ukweli tu jistiri. Screen guys, tap screen guys, tuma request nikupandishe, msisahau kunifollow, mimi ndo host. Hivi afya yangu kaka yako akikuta hivyo atanichukuliaje mimi? Akuchukulie vipi? Sasa niona mimi wale tu. Kwa sababu gani? Hujajistiri na ni mwezi mtukufu. Jamani, kama kufunga nimefunga mpaka hapa nimefunga, na jioni na futuru vizuri tu. Na kuvaa kama ni kujistiri nimevaa kama unavyoniona. Nijistiri vipi? Alafu wewe kakaangu mwenyewe kashanizoea nikwambie sasa. Kwa una chochote cha kunishauri rafiki yangu? Mimi mwenzako kashajizoelea hivi. Tap guys, share live tu malipo sisi kupandisha. Niambie mdogo wangu. Followers ngapi? Hapa nimefikisha 4 tu. Mimi na 240. We usiniambie. Jamani, chukua ya kwangu. Promote kwangu na mimi promote kwangu. Tap screen guys, tumalipo. Jamani, nini hicho mnafanya? Unaona nini? Watu wamefunga nje mnatia mikelele tu. Unamuelewa? Sisi muelewe, sije naongelea nini? Huyo naye kavaje? Umevaa kama wanaume. Kwa nini nikivaa hivi ni vibaya?
Ndio unatakiwa ujistiri, mtoto wa kike. Univovaa mimi na wewe hatufanani. Ndio ifanana, tunafanana mimi na wewe elfu yangu. Wewe umevaa na mimi nimevaa. Hivi kakaenda utawakuta hivyo mimi atanichukuliaje? Wala hata tujali mwenzako. Tap screen guys, tuma request. Nimekwambiaje wewe una cha kutushauri sisi. Si wenyewe tumefunga hivyo hivyo ingawa ushungi azitembei nao, ushanielewa? Alafu kufunga sio mpaka uwe na ushungi kichwani. Hata ukivaa vizuri tu hivi siko uchi, nimefunga pia. Alafu tap share ile vile. Boss tushauri sio wenyewe. Request nipandishe. Tap screen guys achana naye. Tap screen etika. Alafu kuja ngambie kitu hivi. Tap guys, yaani mtu atakama usipojistiri ukifunga umefunga. Funga iko pale pale. Ndio. Unaona? Wewe umevaa hivyo mimi nimevaa hivyo. Wewe umefunga mimi nimefunga. Shida iko wapi? Asikuchanganye naye. Mpaka fungege huko kama unaweza. Alafu wewe ninavyokuona itakuwa somo umemkamata. Kama nimekukamata kanywe maji kule ndani. Share live. Funga zako hapo ukute una kiu hapa ndio unajifanya kutambia mitandio si ukanywe maji ndani. Ndio maji. Tap guys jamani mimi nawapenda wamenifollow jamani mimi. Alafu anazidi kupanda. Ndio wewe. Si ndio hivyo tena kuna hapo kwa wapandi vizuri. Kanywe maji umefanyaje? Hebu shika simu yako nipe simu yangu. Mida basi hapa. Baada kwanza unajua hii mida usebenza hii. Maana msoma tucheze mbali. Muda wa kufutari unakaribia. Kwa ngoja nipite hivi, afu narudi sio muda. Basi poa. Baridi haina shida. Oe wifi. Futari usipike chache. Jana sijala daku. Mida basi. Baridi basi. Shida. Asalamu alaykum dada. Dada, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam shehe, karibu. Asante kwema. Kwema. Hivi awekaje ndizi hapa? Shehe wangu hapa ndizi naweka ila zimenishia kwa sasa. Nazi, hata nazi hamna. Na nazi zimenikachikia hapa hivi ila nadhani nitaleta jioni. Sawa. Ungekuwa unatuwekea nazi hapa tuwe tunachukua majani zako. Kuliko kwenda mbali huko. Usijali shehe wangu, tutakuja muda sio mrefu. Ila sio mbaya ukachukua labda matunda hapa, nyanya kwa ajili ya mama kuandalia chakula, vitunguu, saumu. Nawe baada ya kufuturu ukashusha na matunda yako kama kawaida. Haya, nipe 3 basi. Unauzaje? Hapo nauza 100 shehe. Ila ungejitahidi utuwekee yale ya kutengeneza juice. Sasa hizi mbichi hizi si chakula wifi yako hizi. Sasa ya mama kija hizi. Sio mbaya shehe. Hizi ni nzuri pia hata kwako. Nadhani shehe wangu change ungetia labda baadaye kidogo sababu hivi sina change. Haina shida. Utakapoleta nazi basi nitafuata na hiyo change kabisa. Shehe karibu sana. Inshallah. Sawa. Shehe. Afadhali nimekuona mwanangu. Kuna kitu nakisikia huko mtaani. Kuna taarifa mbaya naisikia juu yako. Kuna kitu gani kinaendelea mwanangu? Ni tabia gani hizo mama? Asikupendezeshi unazozisikia zenye kunihusu mimi. Wewe kama mtoto wangu uliokufunza kwenye maadili ya dini, alafu nazisikia taarifa ambazo kwangu zinaniumiza. Mimi kama mzazi niliokuwa kwenye maadili, kwa kweli zinaniumiza mwanangu na zinaniuma, sijazipenda. Mama, unajua mimi nakuheshimu sana. Na siku zote dini yetu pia inasema mama ni Mungu wa pili. Kwa hiyo mama yangu, yani kwa kusi nafsi yangu na kwa kusi nafsi zenu pia, hakika mimi siwezi kufanya jambo
la kuto kukupendeza wewe mama yangu, nikakosa pepo kutoka kwako mama. Kwa hiyo mama yangu, kwa hayo unayoyaongea bado kwangu ni mageni mama, bado mageni. Sasa iko hivi mwanangu, mimi kama mzazi wako, kama hii tabia unaye, kama hiyo tabia unaye, naomba iwe mwanzo na mwisho, isijirudie. Kama hauna basi, ila kama unaye mwanangu, naomba uiache hiyo tabia, kwako sio njema. Wewe ni mtoto wa kimaadili ya dini, na ukizingatia huu mwezi ni wa Ramadhani, alafu mwanangu nataka kuwa na tabia mbaya. Kwa kweli sipendi upotee. Kwani mama ni tabia gani? Na wewe acha kelele. Tabia gani wewe unataka ujue ili uweje? Zinakuhusu hizo tabia za huyo. Hebu nenda huko kafanya ya kwako huko bwana. Acha mimi nitamalizana na wewe kaka yako. Sawa mwanangu? Basi mama, unajua muda wa swala. Ndio mwanangu. Na sasa hivi saa 7 inakaribia. Kwa hiyo adhana hiyo inabidi niitikie kwanza wito, kwa sababu tunaambia tunaposikia adhana inabidi tuache kile tulichokuwa tunakusudia kukifanya na twende tukatekeleze. Kwa hiyo inabidi nipate kwenda kufanya ibada, na nyie pia mnaobakia nyumbani inabidi mfanye ibada. Sawa mwanangu, kama kweli upo hivyo, nashukuru mwanangu, endelea na hiyo hali. Pate Mungu ndio kila kitu kwenye maisha ya sisi binadamu. Kabisa. Mimi ngoja kwanza niende msikitini mara moja sawa? Sawa kaka. Na wewe usibaki hapa nyumbani ukakaa katika mambo ya kipumbavu sawa? Sawa kaka. Naenda msikitini, nikienda msikitini na yeye mbaki huko nyumbani mbaki na swali sawa? Sawa. Inshallah. Mapenzi yanataka kulichanganya, mchana miati tukufu. Wewe umekaa hapo bwana. Hatari sana. Hivi wewe ndio mke wangu, wewe umekaa hapo kabisa. Yaani mimi wewe nani, mwanamke mfupi, mwanamke mjinga, mpaka unaniambia kwamba wewe ndio mimi sina mke wangu. Eti unajua mama, mimi nilimwambia mama, na nakwambia hivi, hapa kwangu sitaki shida, yaani sitaki shida, na Ramadhani ikiisha na wewe unaishia.